Get the point. Take a step forward. No matter how hard it is, I must forgive. No matter how hard it is, I must forgive. Haijalishi ni ngumu, inagharimu kiasi gani, lakini imenipasa kusamehe. Media team na instrumental team, asanteni. The mic is powerful. Kwa hiyo haijalishi ni gharama kiasi gani, but I must and I must forgive. Na mchana tena tutakuwa na session ya kutoa zile mifugo na vitu vilivyoletwa. Nisisahau, utaleta na vitauzwa na sadaka itapokelewa. Roho Mtukufu oshe moyo wangu, utakase nia yangu, njooni jaze sasa. Come Lord unto me. Roho Mtukufu Baba, njooni jaze sasa, utakase nia yangu, njooni jaze sasa. Nimejaa udhaifu na inamia kwako, Roho Mtukufu sasa nitilie na nguvu. Nitie nguvu Yesu. Roho Mtukufu Baba, njooni jaze sasa, utakase nia yangu, njooni nijaze Yesu, nijaze Yesu. Baba, nijaze. Nimejaa udhaifu, lakini ninainamia kwako. Wewe ndiwe mwenye uwezo. Baba, nisaidie. Kuna mtu amekuja hapa ana ugonjwa. Roho Mtukufu njoo ujae ndani yake. Kuna mtu amekuja na msongo sana. Njoo Yesu ukae ndani yake. Kuna mtu amebeba moyo ambao hautasamehe kamwe, lakini kwa somo la leo, njoo ujae sasa. Kuna mtu amekuja na moyo mzito sana. Umejaa vitu vingi mno. Ninaomba ujae sasa. Turn the ground, Lord. Touch our heart, Lord. Touch us. Tuguse. Ninaomba kila mtu aliyekaa hapa asikie hali ambayo hajawahi kuisikia, apate nguvu ambayo hajawahi kupata tena. The power that heals, the power that rebuke and cherish all demons in Jesus' name. The power. Let the ground shock, for you are here.
And I feel your power. I feel the anointment in here. And someone is healed. Praised be thy name. Kuna mtu anapona hapa. Kuna mtu anakutana nguvu isiyo ya kawaida hapa. And before I preach, dear Lord, thank you. Thank you. Thank you. Kuna mtu alikuwa na moyo mgumu hapa. Umebeba mengi mno. Yesu msaidie atue mzigo huo. Maana mizigo tunaweka Kalvari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nisaidie nihubiri. Mimi nipungue, Yesu wewe uongezeke. Kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu hapa kwa ombi hili wamepona. Angalia mnavyoitika sasa. Kuna mtu hapa kwa ombi hili amepona. Mbona mna imani za kisi hapa bwana? Tunataka imani ya mbinguni sasa. Kuna mtu hapa amepona. Kuna amina fulani tu ikitolewa unajua uponyaji unaanza kufanyika. Kuna mtu hapa amekutana na muujiza wake. Na kama ulikuwa unajisikia hivi kwamba wenda ni mimi au sio mimi, ni wewe. Nasema tena ni wewe. Relax and enjoy. There is power moving the ground. Hamjakaa kwenye uwanja tu mliozoea. And I prayed today that whoever gets in here, there must be power. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kuna watu wanashangaa, ni uzoefu mgeni sana kwao. Mungu ndivyo atendavyo. Ukiona umeacha kazi zako umekuja hapa, hujaja kwangu. Na ninawaonya mbele, hujaja kwangu. Hujaja kwa Robinson, hujaja kwa Madam Ruth. Umekuja ukutane na Mungu wako. Kazi yetu ni kumwomba aje akutane na wewe. And I must forgive no matter how much it will cost me. The same book of Genesis. The book of Genesis. And we shall read from 45, chapter 45, verse 1, going down. Na kabla asome, wale ambao wanaendelea kunifuatilia, tunaondoka na tumefika kwenye hatua ambayo sasa Yusufu amewatoa ndugu zake, amewaruhusu wameenda, na ili kuonyesha kwamba amewasamehe. Wao walikuwa hawamjui, ila aliwarudishia mizigo yao, aliwapa mizigo ya chakula na pesa zao. Imagine hapa bado hawajamjua, ila yeye ameanza kuwatendea mema. Na alikuwa kwenye position ambayo angeweza hata kuwaua. Maana kwanza hawamjui, wamemsahau, ila yeye anawakumbuka ndugu zake. Na anawapa chakula, wapeleke nyumbani, wakale na wazazi, ambao hawa ni wazazi wake Yusufu. And by the way, yeye Joseph anawajua, ila wao hawamjui. Lakini Samuel Joseph ameshapewa cheo, ni waziri mkuu. Na imagine, ameshaongoza miaka 7 ya chakula. Sasa yuko kwenye miaka 7 ya njaa, ambapo sasa hawa watu wa Israel
wanatoka kwao Canaan, wanatoka Canaan, wanakuja Egypt, Misri, ili watafute chakula. Lakini aliyeweka chakula akasaidia mawazo ya chakula kupatikana ni Joseph, aliyekuwa ameuzwa kama mtumwa, aliyekuwa ametoka kwao haeleweki, ameuzwa kwa bei ndogo mno, vipande 20 vya fedha. Madharau. Kuna watu wanakuangalia sasa hivi wanakudharau, maana wanakuona ni wa kawaida, wanakuona wewe ni binti wa kawaida, wanakuona wewe ni kijana wa kawaida, wanakuona wewe ni mama wa kawaida, wanakuona wewe ni baba wa kawaida, wanakuona wewe ni mzee wa kawaida. Kuna watu wana madharau. Kuna watu wanaweza kupanga hata namna ya kutuchukulia. When they look at you, wanakudespise, maana hata hivyo hauna sababu za kuheshimiwa. Na mimi nataka niwaambie Wakristo wenzangu, ikiwa wewe ni mtu wa madharau, jifunze wiki hii kutoka kwenye kisa cha Yusufu. Walimuuza kwa vipande vya fedha 20 tu, na anaondoka, anaenda mbali na wazazi, na hawa ni ndugu zake, wamemuuza, wanampeleka, anaondoka, hawajui hata anakokwenda hasa, hawajui ni nyumba gani atakakoishi hasa. Kuna watu wanaweza kukudharau leo. Wanakudharau kwa sababu umechelewa kuolewa, wanakudharau kwa sababu umechelewa kuoa, wanakudharau kwa sababu hujaenda sana shule kama wao, wanakudharau leo maana hujapata kazi. Wanaweza kukudharau maana hata hivyo wamefichwa. They cannot predict your tomorrow. Hawawezi kuisema kesho yako. Na mimi nimetoka familia ya kudharauliwa, and I am sure dharau nyingine, madharau mengine yanaletwa ili kuboost imani yangu, yanaletwa ili kuuplift imani yako, yanaletwa ili usitegemee akili zako. Madharau mengine yanakuja ili ufunge na uombe. Madharau mengine yanakuja ili uisome Biblia na uone ahadi za Mungu ndani yake. Madharau mengine yanakuja ili uendelee kuwa mtumishi wa Mungu. Madharau mengine yanakuja ili Ukristo wangu na wako upande. Ajabu ni kwamba utakapodharauliwa na upoteza imani yako, uache kanisa, uache kwaya, uache kuwa kiongozi, urudi kanisa nyuma, urudishe imani yako, hapo ndipo utapoteza. Nimeona Wakristo wengi, they love God at the top of mountains, they cannot love God at the valley. Lakini nampenda mwimbaji mmoja anasema, the Lord of the mountain is the Lord in the valley. Mungu anayeweza kukuweka kilimani leo bado ni Mungu anaporuhusu uwe kwenye bonde. Joseph anamjua Mungu yule yule ambaye wazazi wake wamemfundisha, na aliwamuona Mungu katika sura ya kupendwa na wazazi wake. Akanunuliwa kanzu, akavaa kanzu vizuri, akapendwa kuliko wenzake. Joseph angeweza kusema, kama Mungu nilimjua wakati napendwa na wazazi, na tena hata ndugu zangu wananipenda, kama Mungu ninayemjua ni yule Mungu aliyefanya nipendwe, huyu anayefanya niuzwe kama mtumwa, huyu sio Mungu. Angeweza kumdinai Mungu. Angeweza kusema, ninamjua Mungu wa Israeli na simuamini kama anaweza kufanya jambo Egypt. Ninaamini kwamba alitenda nikiwa Israel, but I am not sure, sina uhakika kama Mungu huyu anaweza kuwa na mimi tena Egypt. Nina habari njema kwako msikilizaji. Mungu aliyekuwa na wewe wakati mambo yako sawa ndiye Mungu ambaye yuko na wewe
pale mambo yanapoonekana hayaendi. Hizi amina za matumboni nilikataa, hizo nilizikataa. Naomba nirudie tena. Mungu ambaye alikuwa na wewe wakati mme wako yuko hai ni Mungu bado mme wako ambapo amekufa. Mungu ni yule yule wakati mtoto wako uliyemtegemea akiwa hai leo amekufa, watu wanakuona, utaishije? He is still God and he is in control. Hallelujah. He is in control. And I am twisted and I am vibrated and I am uplifted here to say the God whom you believed, Mungu uliyemwamini jana ni Mungu hata leo. Nasema tena ni Mungu hata leo. Endelea kumwamini. Hebu mwambie jirani yako endelea kuamini. Sasa unamwambia ama una whisper wewe? Hebu mwambie tena endelea kuamini. Mwambie tena Mungu ni yule yule. Halafu mwambie tena endelea kuamini. Mwambie tena endelea kuamini. Ninamjua Mungu. Mungu ni yule yule. Na Joseph ameendelea kubaki na Mungu, akiwa na wazazi, akiwa mbali na wazazi, akiwa Israeli, akiwa Misri, Mungu wake ni yule yule. Don't change. Na mimi nataka niwaambie kuna sura mbili za watu. Ili bongoja niliseme kwa makini. Kuna sura mbili za watu na maisha yana shilingi mbili. Kuna wakati mambo yanaenda vizuri, kuna wakati mambo hayaendi, na kuna wakati mambo yanaonekana kuwa katikati. Lakini sana napenda kuongelea wakati mambo yanaenda na wakati mambo hayaendi. Nimeona Wakristo wengi wakimwacha Mungu, walipogombea wakapata kura, wakawa viongozi wa serikali, wakapandishwa vyeo, wakawa na vyeo serikalini. Nimeona watu wakimwacha Mungu, biashara zilipokaa vizuri, walipopata wateja, mitaji kaongezeka, wakawa na maisha mazuri. Nimeona wakimwacha Mungu. Nimeona watu wakimwacha Mungu baada ya kuendesha magari. Nimeona watu wakimwacha Mungu baada ya kujenga nyumba nzuri. Nimeona watu wakimwacha Mungu baada ya kuolewa na mwanaume mzuri. Nimeona watu wakimwacha Mungu baada ya mambo kuwa yamekaa sawa kwao. Nimeona watu wakiacha Mungu baada ya kwenda college na universities. Nimeona wakimwacha Mungu. Wanasemaje unajua? Tena wana Kiingereza kile cha UK, sijui US. Alikuwa anaimba kwaya vizuri, alikuwa anakuja church mapema, alikuwa ni mshiriki mzuri, lakini ana double standard. Anasahau Kristo wake baada ya Mungu kumtendea muujiza. Anaanza na Kiingereza, you know nowadays I'm sorry. Yani Mungu amekupa kazi, umekuwa busy, hauwezi kuja maombi ya Jumatano. Is God not fair? Je, Mungu ametenda dhuluma gani? Amekupa kazi, sasa unapewa na safari za Jumamosi. Wewe kila Jumamosi you cannot go church. Na ulikuwa mzee mzuri, ulikuwa mwanakwaya mzuri, Dorcas mzuri, AWM mzuri, ulikuwa kijana mzuri, umepata kazi, una double standard. Una kwenye lesoni tena uchangii. Afu unaanza kusema unajua mimi ni Mkristo, nilikuwa nasoma lesoni, nilikuwa Robinson, yani usinione hivi, hiyo lesoni nilikuwa nachambua nje ndani. Lakini siku hizi majukumu, si unajua tena majukumu. And by the way, I am very busy. Je, Mungu amefanya vibaya kukupa kazi? Mbona basi unaiba muda wake? Mbona tena haufungi na kuomba? Anasema usinione hivi, nilipata mke kwa maombi mengi sana.
Lakini siku hizi eti nilipata mke kwa maombi, lakini ndio huyo ananichanganya. Hata najiuliza, mbona Mungu nilikuomba ukanipa mke mzuri, mbona leo ameanza madharau? Mbona leo ana vita kwenye nyumba? Haujajua siri wewe. Kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Get it from me. Ikiwa unapata shule inakupa kazi alafu unashusha Ukristo, that is not a blessing, it's just a success. Ngoja nikusogelee. Kuna tofauti kati ya baraka na mafanikio. Hebu kama umenielewa sema amen. Hivi mkogo hapa au mmesafiri mtarudi kesho? Haya, kuna tofauti kati ya baraka na mafanikio. Hebu mwambie jirani yako tena, kuna tofauti kati ya baraka na mafanikio. Ama ni Kiswahili? Ama ni Kiswahili ndio mnataka kuachumu kwamba amwezi? Mwambie hata kwa Kikisii. Haya, mwambie tena, kuna tofauti kati ya baraka na mafanikio. Hebu muulize, umebarikiwa au umefanikiwa? Wala usitake jibu, we muulize tu, atajua yeye. Hebu muulize tena, umebarikiwa au umefanikiwa? Are you blessed or you are just successful? Watu wengi ambao ninawaona duniani himu, hata wamejenga magorofa hapa Kisii, na wao ukijichanganya unaweza ukasema they are blessed. Wengi ni successful, wamefanikiwa kuwa na nyumba nzuri, kuwa na magari mazuri, kuwa na maisha mazuri, wamefanikiwa, lakini wanataabika. Ngoja nikuambie, dalili ya kujua wewe umefanikiwa au umebarikiwa, ya kwanza ni hii: baraka za Mungu zinatajirisha, wala hazichanganyi huzuni nazo. Mko hapo? Robinson, hebu waambie hilo ni fungu gani, ili nisiwe na hubiri peke yangu. Mmesikia hapo? Tunahubiri pamoja. Mithali 10:28. Hebu kabla tujaenda pale wasomee ili wakonfirm, maana nao wanafikiri naongea maneno yangu. Dalili mojawapo kwamba wewe umebarikiwa au umefanikiwa, nenda pale Proverbs 10:28. Biblia inasema matumaini yao wenye haki. Is that the verse? Baraka za Bwana hutajirisha. Hiyo ni 10:28. Umesoma hiyo? Baraka za Mungu. Mithali 10:22. 22 sio 28, sorry. Biblia takatifu inasema, nilikwambia 28, wewe uliyeko mtandaoni, it is Proverbs 10 verse 22. Yes, read it please. Biblia takatifu inasema, Biblia acha iseme, baraka ya Bwana hutajirisha, inatajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Hebu soma tena hapo. Baraka ya Bwana hutajirisha, inatajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Na mimi sasa nakuuliza, hivi wewe umebarikiwa ama umefanikiwa? Maana dalili kubwa ya kujua wewe umebarikiwa ni ya kwamba baraka ya Mungu inatajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Hiyo ni moja ya Biblia fungu linalosema namna baraka ya Bwana. Na mimi nimeona watu wamefanikiwa kuwa na watoto, Madam Ruth, ila hawajabarikiwa kuwa na watoto.
Na ndio maana hata mtoto anaenda Marekani au anapewa kazi nzuri, lakini mama yake analala njaa. Huyo mama alifanikiwa kuwa na watoto, ila hakubarikiwa kuwa na watoto. Na ndio maana nimeona ndoa nyingi za watu wameoana, lakini hawajawahi kufurahia ndoa. Kwao huo mbaraka wa ndoa haujatajirisha, haujafurahisha nafsi zao, ila hiyo ndoa imechanganyika na huzuni. Kama unanielewa, endelea kunipungia mkono namna hii. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Na kuuliza wewe mwanaume uliyeko hapa, wewe umebarikiwa kuwa na ndoa au umefanikiwa kuwa na ndoa? Ninakuuliza, umewahi kuona watu wamesoma tena wameajiriwa, ila hata kuvaa hawawezi, kula hawali, usingizi hawapati, mwili unazidi kuparara? Unajiuliza, mbona anapokea mshahara kama wengine? Huyu amefanikiwa kuwa na kazi, ila hajabarikiwa kuwa na kazi. Wanaonielewa wapunge mkono tena namna hii. Ninataka niifungue akili yako kwa jina la Yesu. Umewahi kuona mtu anavuna, anapata mazao mengi, anauza, hadi watu wanasema kwa fulani kilimo kimempa pesa? Subiri sasa, akishashika pesa, mama anaanza tumbo tumbo tumbo, watoto hawa wanaharisha, huyu anatapika, huyu kafukuzwa shule, huyu changamoto. Tunasubiria kuona ile hela impe maisha, anataabika nayo, inapotea kama upepo. Alifanikiwa kupata hela, ila hazikugeuzwa kuwa baraka kwake. Hebu mwambie jirani yako, unaelewa? Hebu mwambie tena, unaelewa? Umewahi kuona mtu amefanikiwa kuwa na mchumba, ila hajawahi kubarikiwa kuwa na mchumba? Na ndio maana kila uchumba unavunjika, maana anafanikiwaga kuwa na wachumba, ila hajawahi kubarikiwa kupata mchumba. Mama wa ndoa, ninasogea huko nako kidogo kidogo. Na mimi natamani baada ya makambi haya, you will no longer be successful, but your success shall be turned to be a blessing in your life. Mafanikio yako na yageuzwe yawe baraka kwa jina la Yesu. Lakini it's not just by saying. Hauwezi kupata baraka kwa kusema, kuna process. Na hatua nyingine ambayo napenda kuisema, nimetoa dalili kubwa ya kumjua mbarikiwa na aliyefanikiwa. Mtu amebarikiwa kuwa na nyumba nzuri, ila kila akiingia hiyo nyumba kichwa kinauma, tumbo linauma, usingizi hapati. Akiingia tu akionana na mke wake hivi kwa chumba, mama anakwazika, anaenda kulala na watoto. Wewe unapambana, mke mjeuri. Have you turned success into blessings? Hivi haya maisha tutaishije? Maana tunayapenda mafanikio, yanavutia, yanafurahisha, lakini furaha yake ni ya kitambo. Baraka, dalili ya pili, kabla sijakupa kanuni, dalili ya pili, baraka za Mungu ni za milele. Jamani, ni za milele. Nasema tena, ni za milele. Ningekuwa na muda ningekusomea sasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Utasoma kanuni ambayo inaleta baraka. Hebu kwa sababu tu muda ndio huu, soma pale bro, ili niingie katika kile nilichokuwa nasema. So
session yetu utaona Mungu amenirudisha hapa kwenye namna Yusufu alivyokuwa ana progress. Nimesema kanuni ya kwanza ya kujua wewe ni mbarikiwa ama umefanikiwa. Naomba nirudi tena nikupange vizuri. Kanuni ya kwanza, lazima ufurahie ulicho nacho. Maana baraka ya Mungu inatajirisha, nayo haichanganyi huzuni. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa si useme amen. Kama unanielewa si useme amen. Ndio, ukiona ndoa imeanza kukuchanganya, inakutoa machozi, anza kutafuta kugeuza tena hiyo ndoa isiendelee kuwa mafanikio, irudi kuwa baraka. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ukiona biashara inakutibua, iombee tena. Ni kama kuna njia umeruka, ni kama kuna hatua umeachana nayo, sasa inaanza kwenda kuwa ya mafanikio tu, na usipojali utateseka. In every day. Naomba nirudi pale kwa bro Robinson. Ndio maana kwenye sala ya Bwana anasema give us this day our daily bread. Nimeona aliyenielewa sijui ni mmoja. Ndio maana anasema utupe leo riziki yetu. Aliyenielewa atasema amen. Ndio maana inasema utupe lini? Jamani, utupe tena lini? Riziki ya namna gani? Itakukusanyia hayo mambo, alafu utaondoka ukiwa umeshiba. Hebu soma kwanza Kumbukumbu la Torati 28 fungu la kwanza, nenda chini haraka. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Sawa? Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Ndipo Bwana Mungu wako. Hebu anzia pale mwanzo. Ndipo Bwana Mungu wako. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, tena sio kidogo, kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Tulia pale. Itakuwa Madam Lucy, itakuwa utakapoweza kuisikia sauti ya Mungu kwa bidii, na kwenye kila kitu kuna sauti ya Mungu. Narudia tena, kwenye kila kitu kuna sauti ya Mungu. Itakuwa ukitaka kufanya biashara, utakapoisikia sauti ya Mungu kwa bidii. Unaposema unaanza uchumba, itakuwa ili wa uchumba ugeuzwe kutoka kuwa kufanikiwa kuwa baraka. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Mungu kwa bidii. Hebu tuseme kwa bidii. Tuseme tena kwa bidii. Na kuyashika ninayokuagiza. Hakuna kitu unachofanya bila maagizo, na Biblia ina kila maagizo ya chochote mtu anachotaka kufanya. Itakuwa utakaposikia sauti ya Mungu kwa bidii na kufanya yote ni kuagizayo leo. Bwana anasema nitafanya nini? Nitafanya nini, Mackenzie? Bwana anasema na baraka hizi zote. Na baraka hizi za namna ngapi, wapendwa? Jamani, na baraka hizi za namna ngapi, wapendwa? Za namna ngapi? Zote. Ndio. Zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Nisikilize hivi. Moja ya kanuni ambayo inaweza ikawa ndiyo jiwe kuu la pembeni
la kugeuza mafanikio na baraka hizi zote ziambatane na wewe. Kanuni nayo ni hii: kusikia sauti ya Mungu kwa bidii na kufanya yote anayokuagiza kwenye jambo unalotaka kufanya. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Jamani, haleluya. Mimi si yule mchungaji wa pokea. Unapokea nini wewe? There must be a formula for you to be blessed. Na kanuni ni hii, usiivunje. Sikia kwa bidii na kufanya anayokuagiza. Kama ni kwenye ndoa, sikia kwa bidii, wewe mwanaume, ambayo Mungu anakuagiza kwa mke wako, utapata baraka. Kama ni kwenye ndoa, wewe mwanamke, sikia kwa bidii anayokuagiza Mungu. Baraka hizi zote ndizo zitakazokuwa na wewe. Andika hiyo chapter, kaangalie kwa bidii hizo baraka. Angalia ni ngapi unazo hadi leo. Alafu jiulize, je, mimi nimefanikiwa au nimebarikiwa? Nimeona Wakristo wengi wanakuja tuombe, na mimi nimeomba na watu wengi, ila ukimuuliza, mbona kadiri unavyoenda kanisani, mbona sikuoni ukibarikiwa? Mbona wewe ni mfanikiwa? Mbona una mafanikio? And I want to tell you, watu wengi kanisani na nje ya kanisa bado wamefanikiwa. Ndio maana walio duniani hawajaweza kuja kanisani, maana tunataabika kama wao, tunalia kama wao, ndoa zinatusumbua kama wao, na tunateseka kama wao. Baraka za Mungu zinatajirisha, wala hazichanganyi huzuni nayo. Jitenganishe na ulimwengu wewe. Hata kuwa mwanamke wa dunia, utaifanya ndoa yako isibarikiwe. Mwanaume, geuka. Achana na kanuni za ulimwengu za mipango ya kando. Achana na kanuni za dunia za namna ya kutesa na kupiga mke. Utabaki kuwa mwanaume aliyefanikiwa, kuwa na ndoa, and you are not blessed. Unajua, nilipolijua hili, siku moja nilikuwa nasoma Biblia nikiwa hapo Kigoma hapo juzi. Hii fungu nayasoma kila siku na nimehubiri hii habari kila siku, ila juzi wakati nasoma tena nilisikia moyo ukiuma, and I cried. Nikamwambia Mungu, naweza nikahubiri lakini ndoa yangu isibarikiwe, ikabaki kufanikiwa. Nisaidie kumpenda mke wangu, nisaidie kuwa mwaminifu kwake, nisaidie kutunza amri zote, mapenzi yote na matakwa yako kuhusu ndoa, ili basi uibariki ndoa yangu. Baraka za Mungu, yani hata kama ningeweka maiki chini sasa. Baraka za Mungu zinatajirisha, hazichanganyi huzuni. Geuza watoto wako wawe baraka. Nasema tena, wawe baraka. Wapendwa, wawe baraka. Geuza maisha yako yawe baraka. Geuka. Wache ulimwengu na mambo yake. Hata mtu atembee na ndege kubwa, atembee na sijui na nini, helikopta, ni ya kwake, kanunua. Kama hana usingizi mzuri, ana umwa ovyo, ana masononeko, acha mimi nibaki hapa chini nikira obokima boburi ama vere chinyeni ama gena na kula hivyo, lakini ukiniangalia, I am strong and blessed. Hii dunia hii, ndio maana Biblia ikasema ni vigumu tajiri kuingia mbinguni kama ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Na hilo tundu la sindano sio sindano unaoshonea, ni tundu la sindano yako kule Misri. Haya matundu
very hard to pass in. Maana yake ni nini? Kadiri mwanadamu anavyopata mali, mafanikio na baraka, moyo wake unajitenga mbali na Mungu. Hana muda tena na Mungu. Ngoja nikuulize, mara ya mwisho kukaa serious kusoma Biblia ni lini? Yani serious, achana na hii ya kubambanya, kuna fungu nimelipata. Mara ya mwisho kukaa chini ukasoma Biblia kwa utulivu ni lini? Alafu umekuja makambi, pastor amekuja kutoka TZ, hata ningetoka UK utabaki mle mle. Mwambie jirani yako, umeipata hiyo? Wewe ndiye wa kuamua kubadilisha mafanikio yako yawe baraka zako, na wala Mungu hajakuacha. Kinachokutesa ni mafanikio yanakutesa, na ili ujue Mungu anakupenda, hajaacha wewe usifanikiwe. Ndio maana Mungu anasema mimi ni Mungu mwema, ninawanyeshea mvua wema na watu gani? Hivi mpo kweli? Nawanyeshea mvua wema na wabaya. Hiyo atawafanya wapate hayo mafanikio na mikate ya kila siku. Lakini Ibrahim alipochagua kuisikia sauti ya Bwana kwa bidii na kufanya yale yote ambayo Bwana anamwagiza, Ibrahim alitoka Harani akiwa successful, akaendelea na safari, and at the long he was keeping on going on with the Lord. Success turned into a blessing. Huyu Yusufu ametembea, ameuzwa kwa dharau, ila akaishika na kuisikia sauti ya Bwana. Kanuni nyingine kubwa ambayo ni formula ya mbarikiwa, a blessed person. Mbarikiwa daima yeye anataja Mungu. Ukimuuliza utaweza kufanya hiki, hakimbii kwamba naweza, anasema kama Bwana aishivyo ninaweza. Na hasemi kwa maigizo. Joseph was really meaningful. Alikuwa anajua anachosema na anatembea na Mungu, anamwakilisha Mungu, anakataa matendo ya kidunia. Mwangalia akiwa kwa mke wa Potifa, anamwambia kama Bwana aishivyo sitafanya. Anaenda kule gerezani, anawaambia walio gerezani ni Mungu atakayewafanyia tafsiri. Anaenda kwa Farao, anamwambia Farao, wamekuambia mimi niliwatafsiria, I am not the one, it is God. Yeye formula ambayo alikuwa anafanya ili abarikiwe, in every success it was God in him. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa tena punga mkono namna hii. Usikishangaa nitaweka maiki chini alafu umebaki vile vile. Watoto wa Mungu, Yusufu kwake ilikuwa ni Mungu, na alikuwa anafuata hii formula, kusikia sauti ya Mungu kwa bidii, kufanya yote anayoagizwa. Sasa wewe utabarikiwaje na wakati ulipoanza kupata fedha unaongeza wanawake? Ulipopewa kazi unadharau mwanaume wako? Ulipoenda shule tu ukirudi Kisii kila mtu madharau na mwendo umebadilika? Nguo zimechange, mambo yote yamebadilika. No, maintain Christianity. Baraka zinatunzwa. Jamani, baraka zinatunzwa. Wapendwa, baraka zinatunzwa. Let me now go to the very last, and many will be blessed by this part. 45 Genesis. Nikishaona obokima imewekwa pale, mimi naamaliza ili ubiri. Kwa nimeiona. We tulia tu nifuatilie. Mimi ndiye naona, we niangalie. Haya, tuende. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Ndiyo. Akapiga kelele na kusema.
muondoeni kila mtu mbele yangu. Kumbuka zamu hii Benjamini mdogo wake wa tumbo moja ameletwa, na tena Yusufu akashindwa kujizuia. I must forgive no matter what. Moyo unataka nisimsamehe mke, moyo unataka nisimsamehe mume, moyo unataka nisimsamehe mzee wa kanisa, moyo unataka nisimsamehe huyu ambaye ni mshirika mwenzangu, moyo unataka nisimsamehe business partner, moyo unataka nisisamehe. Lakini Biblia inasema kwa sababu Yusufu alikuwa na roho ya Bwana ndani yake, ambaye tumesema tumpate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Bwana anakaa ndani yake? Kwa sababu roho yupo tayari, kwa sababu roho anafanya kazi tayari, ndugu yangu ana, kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani yake, akashindwa kujizuia. Hebu soma. Wala hakusimama mtu pamoja naye. Akalia. Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze, ndio akapaza sauti yake akalia. Anapaza sauti, anawaangalia waliomuuza, anapaza sauti, anawaangalia waliomdharau, wamemuuza kwa madharau. Biblia inasema akapaza sauti akalia, akapaza sauti akalia. Madharau aliyofanyiwa, madharau aliyofanyiwa, ukatili aliyotendewa, wakutenganishwa na wazazi, kuuzwa kama mtumwa. Sasa anawaona ndugu zake, moyo unauma, moyo unakereka, moyo unatamani awaadhibu. Kumbuka kuna wakati amejaribu akawaweka jela kama siku 3, amewaweka gerezani, lakini roho wa Mungu anamwambia Yusufu, watoe, hao ni ndugu zako, wasamehe, hao ni ndugu zako. Moyo kuna wakati unataka asisamehe, lakini gharama ya uwepo wa Roho Mtakatifu inamwambia Joseph, you must forgive no matter what. Na ndio analia, anatoa uchungu, moyo ulikuwa umesinyika, moyo ulikuwa unauma, maana akifikiri ana kila mamlaka, ana kila uwezo, anajua cha kuwafanya, akisema amuru majeshi watakufa. But Joseph, a blessed person, mbarikiwa Joseph, anaamua mchana wa leo kanuni nyingine ambayo imezuia baraka zetu na tumeendelea kufanikiwa. Hujawahi kusikia mtu anasema, we nitesage tu we mwanaume, na mimi nitapataga kazi, utanijua? Hutapata ngo, na ukipata hutaenjoy ngo. Hujawahi kuona mwanaume anamwambia mkewe, unanichukulia wa kawaida, maana hela hazijanipata, zikinipata ndio utanijua? Hutapata bro. Kuna watu anapitia mateso, ananyanyaswa na ndugu zake, anawasema wameenda Marekani, wananitesa kisa wameenda shule sijaenda. Tulia na mimi nipate, watanijua. Hawatakujua, utabaki pua. Wabarikiwa hawana grudges. Kwa nini namsemi amina? Hapo na walazimisha sasa. Wabarikiwa hawana grudges. They are free like a molecule. Hata wanasema nikibarikiwa, I will bless those who curse me. I will bless my haters. I will do good for them until they cry. Jamani, Bwana asifiwe. Wanaonielewa wapunge mkono namna hii tena. Wanaonielewa wapunge mkono namna hii. Haleluya. Akalia, hebu teremka. Watu wa nyumba ya Farao wakamsikia. Na Wamisri wakamsikia. Soma twende. Yusufu akawaambia ndugu zake. Yusufu anawaambia sasa ndugu zake, mimi ndimi Yusufu. Mimi ndio Yusufu sasa. Baba yangu angali hai bado? Baba yangu angali hai bado. Yani ningekuwa mimi, ningesikia tumbo linafanya
Ndiyo Yusufu tena, tuliyekuuza vipande 20, tuko chini yako. Tutatokaje hapa? Soma. Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu. Ndugu wakakaa kimya, wamepatwa na trema. Maana waliingiwa na hofu mbele yake. Hofu. Endelea. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Karibuni. Wanasema umepanga, acha ujenge, wakaribishe wakae kwenye makochi wale mpaka roho zao mbaya ziwatoke kwa jina la Yesu. Amen. Wanasema utaolewa, hao wape free card, usiwalipishe, wape kadi waje wale kwenye harusi. Wote wanaosema huolewe. Mnanielewa? Wanasema kwako hakutakuwa na sherehe, waalike waje bila kuwadai kitu. Wanasema utakaa uajiriwe, mshahara wa kwanza wanunulie mchele, mafuta, sabuni, nenda uwatembelee, waambie nina furaha kubwa, nimeajiriwa Nairobi Hospital na kwa sasa mimi ndiye HR. Mtajua hamjui, kula huo mchele ukutese, ndio ujue Mungu wangu sio wa kawaida. Jamani, haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Aliyeuzwa anawakaribisha, haya twendeni kwangu. Miguu tunaenda kwa tuliyemuuza, hatueleweki. Yani hakuna dawa ya adui kama kumlipa jema. Lakini sio vyepesi kama ninavyosema hivi, ni mpaka Roho wa Mungu akae ndani yako. Walionielewa wapunge mkono namna hii. Nimeona Wakristo wanateswa na maneno mimi. Karibu nyumbani, karibu. Haya, karibu. Bro, soma au uko nyuma ya nani uone kama nakupa ishara. Haya, twende. Basi wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu. Mimi akarudia tena kwa msisitizo. Jamani, mimi ndiye Yusufu, ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike nyinyi, wala msifadhaike nafsi zenu, wala msifadhaike tena kwa kuniuza mimi huku. Maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Msiteseke, nimeshawasamehe. Msingenisema nisingejenga, msingeendelea kunisema nisingeoa, msingenisema nisingesoma kwa bidii, msingenisema nisingekuwa na maisha. Msiteseke. Yusufu anawaambia msiteseke. Nyinyi mlitenda hayo, ila Mungu alikubali myatende hayo ili mimi niwe mbele ya wakuu na niwe jibu la swali la njaa ya Misri na Egypt. Mlinitesa, but it was good for you and it was planned by God. Jamani, hallelujah. Jamani, hallelujah. How many of you are moved by this sermon? Yusufu anawaambia, ya mnapata shida ya nini nyinyi? Kwanza mngeendelea kuniacha kule, ningekuwaje mkubwa hapa Misri? Haya, twende. Bro, koma. Biblia, Makenzi wakinogewa na Biblia anaweka chini, ananiangalia, alafu baadaye nikitoka anakuja kuhubiri kama nilivyohubiri. Samahani. Hivyo ndivyo alivyo rafiki yangu. Ni kwa wema tu. Twende kazi. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi. Na miaka uko fungu la ngapi? Ni fungu la 6. Hebu nenda fungu la 10. Biblia inasema nawe utakaa katika nchi ya Gosheni. Utakuwa karibu nami. Sawa. Wewe na wanao. Sawa. Na wana wa wanao. Sawa. Na wanyama wako na ng'ombe zako na yote ulio nayo. Anatuma ujumbe sasa. Anawaambia nenda, kawaambie wale wote wazazi wangu, baba na mama, mifugo yote na kila kitu mlicho nacho, tokeni huko
Canaan, John, nitawalisha, nitawasomesha watoto wenu, nitafanya kila kitu kwa ajili yenu. Inauma, lakini kwa kuwa roho wa Mungu yupo ndani yangu, I must forgive. Please, I must forgive. Yani Mteswa sasa anawaambia ndugu wote, njoni mkae hapa, watoto wenu hapa, mifugo yenu hapa, alafu ninawapa mlima. Ninawapa mlima, mkae hapo Gosheni, mle maisha hata kama mliniuza. I must forgive no matter how costly it is. Jamani, hallelujah. Jamani, hallelujah. Amen. Jamani, hallelujah. This is the gospel. Amen. Please, my time is not with me. Inataka ufike fungu la 15 hapo, linasemaje? Biblia inaendelea kwa kusema, na tazama, tazama, macho yenu yanaona na macho ya ndugu yangu Benyamini, ya kwamba ni kinywa changu mimi kinachosema nanyi. Anawahakikishia tena, ni mimi Yusufu, maana hata Benjamini anaweza kuwajibu kweli ndimi. Nanyi mtamwarifu baba yangu habari za fahari yangu yote katika Misri. Sawa. Na za vyote ni mlivyoviona. Tulia. Hey. What is powerful here? Waambie, kawaambie wazazi jinsi mlivyokuwa mmenitesa, lakini kawasimulieni kidogo nyumba mlioiona ilivyo ya fahari. Kawasimulieni kidogo magari yanayoongozana na mimi. Kawasimulieni kidogo kwamba mimi ndio kiongozi wa chakula. Kawapeni habari. Kawaambieni kwamba Mungu yule yule amenipa kuliko ninyi. Jamani, Bwana asifiwe. Piga kazi. Mkafanye haraka kumleta huku baba yangu. Leteni baba haraka. Akaanguka shingoni mwa ndugu yake Benyamin. Akaanguka kwa ndugu yake, akalia. Akalia tena. Benyamin naye akalia shingoni mwake. Kuna saa unasamehe watu kwa kulia. Yani unaona ninasameheje, lakini Ukristo unasema forgive no matter what. Goron. Akawabusu ndugu zake wote. Hebu tulia tena. Akafanya nini? Akawabusu ndugu zake wote. And he kissed all of his brothers. How can you kiss your enemy? How can you today evening go and kiss your husband and you did not talk for a month? How and what will move you to go and kiss your brother and kiss your sister whom you have not even been talking for so long? It is Holy Spirit in you. Ni Roho Mtakatifu. Ukimruhusu, you will be able to kiss your enemies. Hiyo amina, hiyo inatoka ya kikisia, anasema subutu. Huyo sio mkisie, labda akutane na Yesu mwingine. Forgive no matter how does it cost. And please, my brother, Yakobo akaletwa akaishi na ndugu zake. Amina, watoto wake wakaja Gosheni, uminyama na kila kitu, wakaishi wakawa watu wanao enjoy. Ukisoma sura ya 46 wewe mwenyewe na fungu la 5 hadi la 6, Yakobo akamkisi huyu anaitwa Yusufu, akamkisi. Kwa sababu siku ninazo bado, mniruhusu nitawaeleza nini kilitokea baada ya Yakobo kuishi hadi akaja kufa. Lakini sasa Luka 17 fungu la 3 na la 4. Ibada hii inatengenezwa. Kwa nini nisamehe hata kama inanigharimu? Why should I forgive? And please read. Jilindeni kama ndugu yako akikosa mwonye, akitubu msamehe. Jilindeni kama ndugu yako akikukosa.
Hebu rudi hapo. Jilinde kama ndugu yako akikosa. Kama ndugu yako akikosa, muonye. Akitubu, msamehe. Tuseme amen. Kumbe kwa nini hapo tujilinde? Kitendo cha kuendelea kuweka kiburi na tusisamehe, tunaondoa baraka, tunahama kwenye mafanikio. Lindeni baraka zenu wapendwa. Biblia inasema jilindeni, maana mnapoacha hiyo kanuni ya kusamehe hamtabarikiwa tena. Jilindeni. Kama ndugu akikukosa, nenda ukamuone. Na kama akikukosa mara 7 katika siku moja. Kama ndugu akikukosa mara 7 kwa siku ngapi? Kule na kurudi kwako mara 7. Na karudi kwako mara 7. Akisema nimetubu. Msamehe. Jamani tuseme amen. Yo, amina imetoka kwa roho, inauma. Haijauma bado. Unatakiwa ulie kama Yusufu. Akikukosa mara 7 ndani ya siku moja, mume, mke, nani, msamehe. Acha kuvuta mdomo. Acha kutuma message zisizoeleweka. Acha msimamo wa roho ngumu. Unavyozidi kukaza moyo, baraka siku hiyo zinapita kando. Utakaa unasubiri wateja, umenuna, akija anakukopa ni short. Hivi umenielewa? Jamani umenielewa? Lakini ukiwa moyo ni mweupe, baraka za Bwana zinatiririka. Amen. Jamani zinatiririka. Amen. Jamani zinatiririka. Amen. Yes. Inaomba waambie watu hawa kwa Mathayo 6:14 na 15, na leo nitaachia hapo. Siwezi tena kwenda, too much is harmful. A good dancer should know when to leave the stage. Biblia inasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kwa Kiswahili kingine, msipo wasamehe watu makosa yao, msitarajie kusamehewa. Narudia tena. Mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kwa Kiswahili kingine, msipowasamehe watu makosa yao, na Baba hatawasamehe. Mbona pamepoa hivyo? Mbona sisikia hata amina moja? Are you ready to forgive? If you're ready, say amen. Amen. If you're ready, say amen. Amen. You must forgive no matter how. Maana unahitaji kusamehewa na wewe na Mungu. 15. Msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Basi kuna kitu nimesikia hapa, roho ameniambia piga hiyo 5. Hiyo Mathayo 5:23. Biblia inasema basi ukileta sadaka yako madhabahuni. Sikia hiyo. Sio tu kusamehewa. Haya, ukiwa umeshikilia mtu moyoni na ukaleta sadaka madhabahuni, inasemaje? Na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako, na ukakumbuka ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Kama yule kuku pale, muache pale mbele ya madhabahu, uende zako. Nenda upatane kwanza na ndugu yako, patana naye kwanza, kisha urudi uitoe sadaka yako. Ndio urudi utoe sadaka. Kasheshe imeingia mjini. Kama basi kutosamehe, rafiki yangu, kuna kufanya kwanza usisamehewe, pili sadaka isikubaliwe, 3 utaishi bila kubarikiwa, lakini 4 hormonal imbalance kwenye mwili wako. Adrenal gland kila ukija kanisani yanamwagika. Yani wewe ni hormonal imbalance kila siku.
Usiposamehe unapata juice, peptic ulcer zinaanza, maana peptic juice inamwagwa. Yani wewe mume wako akigonga mlango, juice inamwagika. Sasa haya maisha utaishije wewe? Hebu sikiza mtu asiyesamehe. Akiomba msamaha kwa Mungu, Mungu hatamsamehe. Mathayo 6:14 na 15. Akisema aleta sadaka kanisani, haipokelewi. Mathayo 5:24 na 25. Haya, akiomba mbaraka hapewi. Alafu tena kibiolojia, ningekuwa na muda sasa kama daktari nikufunulie hasara ya kutosamehe. Ungejuta. Madonda tumbo yanazidi, juisi inamwagwa, hormonal imbalance. Wewe kazi yako, yani heavy inabadilika, kila kitu kinabadilika. Wewe unakonda, ukinenepa unakuwa kama mdudu, yani hormone yamemwagwa, unamwagika mwagika, mwili unakuwa kama wereweki. Why don't you forgive them? How many are saying this afternoon, please God, I need Joseph's heart. Inahitaji moyo wa Yusufu. Kwani usinyoshe mkono wako? I must forgive no matter how costful it is. Nataka niwaambie ndugu zangu, msamaha umebeba baraka zetu. Msamaha umebeba msamaha wetu. Msamaha umebeba kujibiwa kwa maombi yetu. Msamaha ni msaada wa afya zetu. Msamaha ni kanuni ya mbinguni. Ndio maana sala ya Bwana inasema, utusamehe deni zetu, utusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Ukishindwa kuelewa hilo, umeambiwa na Biblia. Tumesoma Mathayo 6 na 5, tena 6:14 na 15, 5:23 na 24. Kama ni sadaka weka kando, patana ulete. Kama ni swala la kuomba, achana kwanza na kuomba, kaombe kwanza kusameheana. Na usipowasamehe, Baba hata kusamehe. Kwa nini usisimame sasa? I must forgive no matter what, and no matter how costful it is. Kwa nini tusije mbele sasa kwa haraka kidogo? Hasha maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema huzuie, ndimi zisichafuke. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Aha, nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Tusinene kwa hasira, inazaa huzuni. Pendo lako Mwokozi linatosha tushinde. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Pendo ni mtakatifu, urafiki mzuri, visiharibike mara kwa kunena vibaya. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Aha, nanyi pendeni,
asema Yesu, wanatiini amri. Msiogope, mvua itanyesha, ni kweli, lakini mpaka nimalize kuomba. Na niliona inataka kuanza vile na ubiri, lakini nilishaomba haiji. Tumalize ije inyeshe tukiwa tunakula, vipindi vingine vikianza mvua imeisha. Ana Mungu wetu anaweza. Sikia, panga kusamehe. Panga kusamehe ili homoni zako zibalance, ili uachane na peptic ulcer, ili uachane na uvimbe unaomea kwenye mwili, ili uachane na upungufu wa kinga mwilini. Samehe ili hata sura ing'ae. Samehe ndio homoni zibalance, hata na wewe ukae na raha. Samehe mpendwa. Samehe pia lakini ili Mungu akusamehe. Samehe ili usiishi na mafanikio, uishi na baraka. Samehe maana Mungu anataka tusamehe. Ni ngumu, it is very costful, but I must forgive no matter how costful it is. Maana Ukristo unanidai nipende nisipende. Ili Ukristo uendelee, lazima nisamehe. Kama ndivyo, sema tena amen. Kama umekubali, sema tena amen. Bwana tusaidie. Ninajua kuna ugumu katika hilo. Ndugu zangu, hata mimi nimejifunza sana ugumu wa kusamehe. Na kwa sababu hili ni muhimu niliseme nikiwa na kuombea. Kisa hiki nakipenda, lakini ni kifupi na kizuri. Siku moja tulikuwa tunacheza mpira, tukiwa tumepewa nyumba ya kukaa na mama mmoja Muislamu, lakini alitupatia store. Hatakuwa hata na chumba, hela ya uwezo wa kurent. Kwa akatupatia store tukae bure, mimi, mdogo wangu, mama yangu. Lakini tunakaa chumba kimoja na tunalala kitanda kimoja. Nataka nikwambie msamaha ulivyo na baraka. Wakati tumelala hapo ndani kwenye hicho chumba kimoja, rafiki zangu, sasa siku moja imetokea tunacheza mpira, mimi, mdogo wangu na timu nyingine. Sasa timu ya mdogo wangu iko nje, ya kwetu iko ndani, na tunacheza mpira ule wa mifuko tu wa watoto. Niko darasa la 4 kwenda la 5. Na sasa tunacheza hivi, tunacheza ule mpira, alafu kuna timu iko nje inatakiwa kuingia. Tumefungana 1-1. Mungu ni nani? Nikiwa tunacheza mimi ndio nikafunga goli la pili ili timu itoke iingie nyingine. Majirani zetu wengine tunasoma nao, jirani mmoja akasema, sasa wakati watu wanashangilia akasema, mnafungwaje na mtu anayelala kitanda kimoja na mama yake? Wazi nilisikia kama mtu amenichana. Moyo wangu umechanwa, nimedharauliwa, nimewekwa wazi. Nikasema naomba nibadilishwe namba, mimi sichezi, naondoka. Nikaenda kuomba, nikamshtaki huyu mtu kwa Mungu. Nikamwambia Mungu, sina la kumfanya huyu. Kindly nilimsamehe, maisha yakaendelea. Baadaye yeye amebaki kuwa mpiga debe. Mpiga debe ni conductor, mimi naenda ananipakiza. Siku moja nikampa hela mpaka akashangaa. I'm just making the story short. Mungu anaweza kukuinua ukisamehe. Jamani, samehe. Samehe. Can we pray? Father Lord, no matter how hard it is, we must forgive. It is this very afternoon where we want to forgive. Tunataka kusamehe. Fungua mioyo ya wanawake na wanaume. Fungua mioyo ya watoto na wazee. No matter how hard it is, we must forgive for our betterment, for our Christianity. Tusaidie Bwana. Tusaidie Bwana. Mchana wa leo utaachilia mvua kidogo kama baraka. Na iwe ile mvua itakayopenya ndani ya mioyo yetu, maana we must forgive
no matter how, no matter what. Na Mungu wangu, baada ya ombi hili ninawaita watu wachache walio wengi pia, kwamba waliojitoa kusamehewa na wewe kwa ajili ya njia ya ubatizo. Wajawahi kubatizwa, walibatizwa wakarudi nyuma, wamekata tamaa, maisha yao yamekuwa maisha ambayo hayajabarikiwa, ila kwa ubatizo watabarikiwa. Baba, waite mwenyewe kwa jina la Yesu, amen. Ikiwa hujabatizwa, naita tu wito very short call, na wewe njoo tu. Si unaona hata Mungu anataka kuachilia mvua, amenihurumia sana. Sasa njoo ili nikushike mkono hapa. Kama unahitaji ubatizo, tembea hapa kwa haraka, ndio ugeuze maisha yako kuwa mbaraka. Kindly come, kindly come. It is Jesus calling you. Don't hesitate. My brother, may God bless you. You need to be blessed. Come, come, come. May God bless you. May God bless you. Nahitaji tu watu wachache wanao break, wanaosema tunahitaji ubatizo, maana tutabatiza watu wengi sana katika mikutano hii. Kindly, kindly. May God bless you. Nahitaji tu Mungu akubariki, wala sina muda mwingi hapa. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. You need to be baptized. Kindly come. Turn your life into blessings. May God bless you. Turn your life into blessings. Kuna vijana wameamua kukaa bila baraka. Please come. It is God. It is Jesus calling. It is raining, but Jesus calls you. Please, if one of you is remaining. Kwa kuwa wamekuja hawa sample, wanatosha mimi kuwaombea ili uendelee kuandika majina kwa church elder. Asante waimbaji. Asante waimbaji. Asante. It is about to rain, and so nimepata wachache hawa. Kwa niaba ya wengi ambao hamjaandika majina, go to church elders, write your names, and may the Lord bless you. Let's pray. Father, thank you once again. These brothers and sisters are here in front. They have voted their life for you to be baptized. Please begin to bless them. We have many who have not come yet. We will be having a very big baptism. Please baptize them with the Holy Spirit as you will baptize them in many waters. Please, as many as they will come, bless them in Jesus' name. Amen. Be blessed, and you go there to to write your names there to the angle. Please God, Mungu ni saa yako, nyesha mvua ili tuendelee kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ningependa kushukuru kwa Get the point. Take a step forward. 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 Get the point. Take a step forward.